Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Erobi Jonas. Huu ni wakati wa kupenda kushirikiana nanyi ndiye mnaoendelea kufuatilia, tuweze kujua kwamba haya maisha tunaishije tukimtumikia Mungu na hali ya changamoto inayoendelea hapa duniani. Mimi nimejifunza kitu kimoja juu ya haya maisha. Katika kusoma kwangu Biblia kuna kitu nimekuja kugundua. Kuna maisha mengine vile Biblia inavyozungumza, kuna watu wanaishi hivyo hivyo. Pia kwa wale ambao wanaenda kinyume na Biblia, lakini Biblia na yenyewe pia inawazungumza, wanaenda hivyo hivyo. Bana, hicho kitu nilichoweza kukiangalia ni mtu mmoja tu, habari ya mtu mmoja niliyeweza kuwa nikifuatilia. Jina lake alikuwa akiitwa Hana. Bwana, Hana alipitia maisha ambayo yaliweza kumondolea amani kabisa. Nikwambie kitu kimoja bana, Hana alikuwepo hapo mwanzoni, alikuwepo mtu mmoja jina lake Eli ambaye alioa wanawake wawili. Naye Hana alikuwa hana mtoto, naye Penina alikuwa na mtoto. Katika kuishi kwao, Hana alikuwa mtu aliyekuwa akimpendeza Mungu, lakini Mungu alikuwa amemfunga tumbo lake. Nazungumzia kwa habari ya wale watu ambao unaweza kukuta wanampenda Mungu, wanamwamini Mungu, lakini ukakuta kuna baadhi ya mambo hayo hawakufanikiwa. Lakini si kwamba wana udhaifu, bali ni mpango wa Mungu. Bwana, sasa katika kuangalia kwangu nikakuta Hana alikuwa mwanamke mvumilivu sana na aliyemwamini Mungu. Hivyo hivyo Eli alikuwa akimpenda sana. Lakini katika kutafakari nikagundua kwamba Hana katika kulia kwake, katika kuumia kwake, aliutoa moyo wake kwa Mungu. Siku moja Hana kaenda hekaluni kuomba. Katika kuomba hata bwana wake akamuona na huzuni sana. Akamuuliza, mbona wewe umelewa? Lakini Hana moyoni uchungu aliokuwa nao ilikuwa kwa sababu alikuwa hajawahi kupata mtoto. Unaona? Hana katika kuishi kwake alikuwa akilia usiku na mchana kusudi aweze kupata huyo mtoto, lakini haikuwezekana, maana Mungu alikuwa amemfunga tumbo lake. Unaona? Ndipo Hana aliposema kwamba hapana, bwana wangu, sikunywa mvinyo wowote. Ingekuwa sasa hivi watu wangesema bwana, wewe umelewa. Lakini kumbe Hana alikuwa hajalewa. Sasa hiyo story bwana, ukitaka kuipata kasome kitabu cha Samueli wa kwanza. Bwana, story utaipata. Uendelee. Hana kitu alichokiona, akaona azidi kumlilia Mungu. Akamwahidi Mungu. Akaiweka nadhiri. Akasema, Mungu, naiweka nadhiri mbele zako. Ukinipa mtoto wa kiume, nami nitamtoa mbele zako. Bana, Mungu naye Mungu anasikia. Sichoke kufuatilia sehemu nayoendelea, tujue nini kilitokea baada ya Hana kutoa nadhiri yake.